Kwenye maisha na biashara, watu muhimu wanaweza kukusaidia kupata maarifa, fursa, ushauri na maendeleo. Ili uweze kuvutia watu wa maana kwenye maisha yako, unatakiwa kujijenga vizuri na kuwa mtu mwenye mchango chanya kwa watu wengine, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi huwa wanapenda kuwa karibu na watu wenye nidhamu, ujuzi, uwezo, maarifa na ushirikiano mzuri. Siri ya kuvutia watu muhimu kwenye maisha inaundwa na mambo tofauti tofauti. Jambo la kwanza, jiongezee thamani. Thamani yako huwa inaonekana kupitia maarifa, uwezo na tabia zako. Jifunze vitu vipya, boresha ujuzi wako na jitahidi kuwa mtu mwenye msaada kwa watu wengine. Kadri unavyokuwa na thamani, ndivyo watu muhimu watakavyotaka kuwa karibu na wewe. Ukijiongezea thamani kila siku, utaongeza nafasi ya kukutana na watu wenye mafanikio na fursa kubwa kwenye mambo mbalimbali. Jambo la pili, jenga nidhamu. Nidhamu huwa inaonyesha uwajibikaji na umakini wa mtu kwenye maisha, kwenye kazi zake na biashara zake. Watu muhimu wanapenda kushirikiana na watu wanaoheshimu muda na kufanya kazi kwa bidii. Ukijenga nidhamu nzuri, utaaminika na watu wengi watapenda kufanya kazi na kushirikiana na wewe. Jambo la tatu, kuwa na mawazo chanya. Mawazo chanya huwa yanavutia watu wenye mtazamo mzuri wa maisha. Hakikisha unaepuka kulalamika kila wakati. Jifunze kuona fursa kwenye changamoto. Ukiwa na mawazo chanya, utaongeza hamasa kwa watu wengine na kujenga mahusiano mazuri. Jambo la nne, changia hoja kwenye maeneo mbalimbali. Usiwe mtu wa kusikiliza tu. Jaribu kuchangia mawazo yenye faida kwenye mijadala ya biashara, elimu na maendeleo, ili kuonyesha kuwa una maarifa na uwezo wa kufikiri vizuri. Ukichangia hoja nzuri, watu wataanza kukuona kama mtu mwenye akili na mwenye mchango mkubwa kwenye jamii. Jambo la tano, shiriki kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Unaposhiriki kwenye shughuli za kijamii, itakusaidia kukutana na watu wapya na kujenga mtandao wa watu. Unaweza kushiriki kwenye semina, kwenye mikutano mbalimbali, kwenye vikundi vya biashara na shughuli za maendeleo ya jamii. Ukishiriki kwenye shughuli za kijamii, utaongeza nafasi ya kupata marafiki wapya, wawekezaji na watu wenye fursa mbalimbali. Jambo la sita, kuwa na ushirikiano. Ushirikiano mzuri huwa unajenga upendo na heshima kati yako wewe na watu wengine. Jifunze kufanya kazi na watu kwa amani, kwa ushirikiano na kuheshimu mawazo ya watu wengine. Ukiwa na ushirikiano mzuri, watu wengi watapenda kuwa karibu na wewe na kufanya kazi pamoja na wewe. Na jambo la saba kwa siku ya leo, kuwa msikilizaji na mtu wa vitendo. Watu wengi, asilimia kubwa, huwa wanapenda kusikilizwa na kueleweka. Usiwe mtu wa maneno mengi bila kuwa na vitendo. Fanya kile kitu ambacho umesema utakifanya na onyesha matokeo ya hicho kitu kupitia matendo yako. Ukisikiliza watu wengine na kuwa mtu wa vitendo, utaongeza heshima, uaminifu na mvuto kwa watu muhimu. Kuvutia watu muhimu kwenye maisha ni matokeo ya kujiongezea thamani, kujenga nidhamu, kuwa na mawazo chanya, kushirikiana na watu wengine na kuwa mtu wa vitendo. Ukifanya hivi, utaweza kujenga mahusiano na mawasiliano mazuri yenye manufaa makubwa kwenye maisha yako, kwenye biashara na maendeleo yako binafsi.